Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Niombe msalimie uliye karibu naye, msalimie kabisa kwa bashasha. Jamani, hata salamu nayo unamnyima kweli jirani? Msalimie kabisa, afu mwambie karibu katika kipindi cha jioni ya leo. Ninapokea maswali mengi, lakini hili nimetamani nilisome kwa sababu linaweza likasaidia wengi. Yeye anasema mimi nimepata mchumba ambaye ninampenda sana, na nikaenda kujitambulisha kwa wazazi nikitamani kufuata taratibu zote, lakini wazazi wakaniambia nitoe mahari ya shilingi milioni 9. Na mimi nikasema kuna watu wako serious. Na mimi nikasema niko tayari, lakini kwa kadiri nilivyoendelea kutafuta milioni 9 sijaipata. Pastor, nikimchukua bila kufunga ndoa nitahesabiwa dhambi? Tafadhali Pastor Butoke, utakuja ulijibu hilo. Huyu kijana, mimi niwatie moyo wazazi. Mkiona vijana wameamua kufuata taratibu za Bwana, watieni moyo wasonge mbele. Hata hivyo hautatajirika kwa kutumia mahari ya mtoto wako. Yaani watie moyo kabisa. Tena ukaona amekuheshimu, amekuja nyumbani, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kumbeba bila kuja nyumbani. Si ni kweli jamani? Lakini amekuja akajitambulisha. Lakini kuna watu hawana aibu jamani. Milioni 9. Hili limeniuma sana, ndio maana nimeamua kuja kulisema mahali hapa. Ili wazazi basi na ninyi mjaribu kuwaonea huruma hawa vijana, kwa sababu wanapokwenda kuanza maisha. Mimi nashukuru baadhi ya nchi wanapotoa mahari kijana, hatoi yeye peke yake, anatoa kijana wa kiume na wa kike. Halafu ile fedha wanapopewa inakuwa ni kianzio cha maisha. Sasa sisi vijana wa kwetu wanatoa pesa kubwa kwenye mahari, halafu baada ya hapo wanakwenda kuanza maisha kwa ugumu kabisa. Wanateseka, kijana hata kitanda hana, halafu ametoa milioni 9. Halafu ile mtolea milioni 9 anakuja kuwa. Somo la leo linasema kengele 3 kwa vijana. Kengele 3 kwa vijana. Leo tunakwenda kuangalia kengele 1, halafu kesho tutaangalia kengele ya 2, halafu kesho kutwa kengele ya 3. Kitabu cha Yeremia sura ya 6 na ule mstari wa 16 anasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Wapi njia iliyo njema, mkaenende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika maisha, katika nafsi zenu. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Historia inaonyesha ni mara kadhaa vijana wamekuwa wakiingiza uharifu katika jamii na katika taifa. Mnakumbuka kipindi Suleiman amekufa na kijana wake kuchukua uongozi, akaenda kuwauliza wazee, jamani, hawa watu wameniuliza kwamba mimi nikiwa mfalme wao nitawatendea nini? Wazee wakamwambia hivi, nenda kawaambie waje baada ya siku 3. Akaenda baada ya siku 3, alafu anasema baadaye kawape majibu kwamba mimi nitawatendea mema na kadhalika, akasome hizo habari. Akaenda kwa vijana. Vijana wakamwambia hivi, nenda kawaambie kama baba yangu aliwapiga kwa mijeredi, mimi nitawapiga kwa nge. Na yale majibu yakawakatisha tamaa taifa la Israeli. Ndio kukawa ni chanzo cha mgawanyiko kwa taifa la Israeli, kutokea Israeli na Yuda. Kwa hiyo vijana ni kama mara nyingi wamekuwa wakiwaingiza mkenge hata viongozi. Lakini ngoja niwape habari njema. Mungu ana mpango mkubwa sana na vijana katika ulimwengu wa leo. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana angalia, mimi zamani ya kwangu sasa, nilikuwa nikisikia mchungaji ni bonge la mbaba, mzee fulani hivi ni mchungaji. Lakini leo hata tukisimamisha wachungaji humu, utakuta asilimia kubwa wengi ni vijana. Nika kijana tukako hapo, nika chungaji. Lakini pia hata viongozi wa kiserikali, angalia ni leo kuna mawaziri, wabunge wako mahali hapo ambao kwa kweli ni vijana. Na Mungu ana mpango mkubwa na vijana. Ngoja niulize hata hapa mliopo muangalie, wangapi mlioko mahali hapa, au hiyo ni confidential?
mko chini ya 36. Naomba tu mnyoshe mkono. Mna miaka chini ya 36 mlioko mahali hapa. Chini ya 36. Unaona almost 90% na kitu wako chini ya 36. Kwa hiyo ni vijana. Na kwa sababu hiyo hizi kengele tatu zitawafaa. Mungu amekuwa akitumia vijana kutimiza utume wake, mission yake. Kwa mfano, Misri alimtumia kijana aliyeitwa Yusufu kumtambulisha Mungu katika Misri. Na hili somo limekuwa likifundishwa sana, lakini ukweli ni kwamba kama angetokea kijana wa leo akapata fursa ya Yusufu, mimi naamini asingerudi hata kwao Makete. Kwa sababu nimetolea tu mfano Makete. Kwa sababu angekuwa amepata nafasi ambayo hajawahi kuiona. Anakutana na mke wa Potifa, anamwambia usiwe na wasiwasi, utakula na kunywa mahali hapa. Lakini Yusufu anasema nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu wangu? Halafu angalia shetani asivyokuwa na adabu. Kama hauna mpango na dhambi inakutafuta. Halafu kisha jichanganya, vijana mnanielewa vizuri, ukijichanganya tayari ukaanguka, wewe ndio unaanza kuisotea. Mara uko kwenye nguzo za umeme kama fundi wa TANESCO, mara unapiga mguu, mara unaanza kutuma message, mara unatuma nauli zinaliwa. Sasa dhambi inapokutafuta ni kama inakubembeleza. Tu message twingi twa mabinti, twa vijana, unajua wewe ni mzuri, mashavu yako kama apple. Wewe wapatia hilo apple, wakisha kula wanapotea. Utashangaa wanaanza kukuambia wewe kama kifutu usinifuatilie. Wamesahau kwamba walisema ni apple. Babeli, Mungu aliwatumia vijana 4, Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria kumtambulisha Mungu wa mbinguni. Lakini pia Mungu alimtumia Daudi kuleta wokovu mbele ya Wafilisti. Mungu alimtumia kijana Yesu kuikomboa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakuwa mzee, na ndio maana alikomboa ulimwengu, akafa pale msalabani akiwa na miaka 33. Kwa hiyo alikuwa bado ni kijana mwenye nguvu kabisa kutosha. Na leo Mungu anataka watumie vijana kuleta mapinduzi na kukamilisha kazi yake. Sasa kengele ya kwanza ni nini? Ijue nguvu ya uasherati katika kuharibu maisha yako. Nguvu ya uasherati. Na ninapozungumza hili, wala usijisikie hatia kwamba sasa pastor, mbona mimi nilishakuwa mwasherati tayari, nilishaharibika. Ndio maana nataka nilete tumaini kwako katika mikutano hii. Bwana atarejesha yaliyoharibika kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wewe tulia tu, sikiliza ninachokwenda kukuelekeza mahali hapa. Maana kuna vijana wanacheza na zinaa, na nikisema vijana sio wale tu ambao hawajaona kuolewa, hata wale mlioko kwenye ndoa. Kuna watu wanacheza na uasherati na zinaa wakijua tu ni burudani tu, ni kitu cha kawaida. Nisikilize kwa makini kwa dakika chache hizi, utaelewa nguvu iliyoko katika uasherati na mpango wa shetani anaotumia katika kuharibu maisha yako. Shetani ana nguvu kubwa na anatumia mapenzi au uasherati kuharibu mambo yafuatayo. Namba moja, anatumia uasherati katika kuharibu akili ya muhusika. Ndio maana mtu akishaingia kwenye zinaa, akili ni kama inakuwa imeharibika kabisa. Kama ni mke au ni mume, utaongea sana na wala hata kusikia, kwa sababu ameshaharibiwa akili. Kama ni kijana wa kike au wa kiume, wazazi wataongea na wala hata wasikia. Uasherati una tabia ya kuharibu akili ya mtu. Una tabia ya kuharibu. Lakini namba 2, unaangusha maadili. Ulikuwa ni mtu mwenye heshima zako, sasa unaanza kupokelea simu chooni, ikipigwa unakimbia chooni. Oya, subiri kwanza, ufahara bado yupo habari hapa. Mtu na heshima zako, kumbe ulipaswa tu upokee na uweke loudspeaker useme, "Alo, ninaongea na nani?" Unaongea na Jessica. Jessica, unasemaje? Na mke wako anasikia. Baadaye unamwambia mke wako, huyu anayeongea ni Jessica, hata mimi simfahamu. Na ukiambiwa simfahamu, kubali kwa jina la Yesu. Usianze kung'ang'ana na kumwambia utanieleza Jessica ni nani. Kwa hiyo inaharibu maadili. Hata watoto wakiangalia wanajifunza kutoka hapo, maana wameona baba yao mama yao ndivyo alichokifanya. Namba 3, uasherati au zinaa huvunja kusudi la maisha. Ngoja niliseme hili, nisikilize vizuri. Hakuna mwanadamu duniani anayezaliwa bila kusudi. Kuna watu mlizaliwa muwe watu wakubwa sana duniani. Wengine muwe viongozi, mtawale mpaka nchi. Lakini kwa sababu tu ya uasherati na mtu fulani, akabaki na hatima ya maisha yako. Na leo hiki ninachokizungumza, kuna watu wananielewa vizuri sana. Hawakuwa watu wa kuishia mahali hapo. Kuna watu wameacha shule. Kuna watu ambao wameharibu future yao kwa sababu ya uasherati wa dakika chache. Kwa hiyo uasherati unavunja kusudi la maisha yako. Wenda wewe ndiye uliyepaswa kuwa mke wa kiongozi mkubwa, wewe ndiye uliyepaswa kuwa mke wa mchungaji, lakini kwa sababu ya kahuni kamoja kaliko kupatia mua mkiwa darasa la 7. Sema mua.
kameharibu future yako. Kwa hiyo uasherati unavunja makusudi ya maisha ya mtu. Namba 4, uasherati huharibu mpango wa Mungu kwa maisha yako. Mpango wa Mungu, kila mtu Mungu ana mpango wake, ana mpango juu yake. Kila mtu, hata wewe mahali hapo ulipo, Mungu ana mpango juu yako. Lakini kupitia uasherati unaharibu. Sasa kwa nini tunajifunza habari ya kengele hii ya uasherati? Kuna takwimu ziko mahali hapo, naomba nisizisome kwa sababu ya muda, lakini ukiangalia takwimu zinazoongoza, hizi ni takwimu za watu wanaojiua kwa kujinyonga, kunywa sumu na kadhalika. Wanaoongoza kwa kujiua ni wale wenye matatizo ya mahusiano. Angalia wengine utakuta 22%, 29%, 9%, 4%, wenye madeni sijui asilimia ngapi, halafu wenye matatizo ya mahusiano 42%. Kwa hiyo mahusiano yamekuwa ni mnyama mkubwa wa kuondoa uhai kabisa wa wanadamu. Nikifanya tu kazi ya chaplainsia kwa miezi 6 ambayo nimeifanya kwa muda mfupi sana kama chaplain, nimeshuhudia vifo vya vijana 3 ambao wamejiua. Mmoja akijitupa kutoka orofani, mwingine akijinywesha sumu, na mwingine, wawili walijitupa kutoka orofani. Ukiwauliza shida ni nini? Nimekataliwa. Na sijajua siku hizi mkipendwa huwa mnawapa nini? I don't know. Yaani kijana anaweza kajiua kwa sababu ya binti mwenye miguu miwili kama bodaboda, lakini anajiua kabisa. Anasema hapana, mimi siwezi kuishi. Unajua muwe serious na maisha Yaani muelewe kabisa uhai sio kitu kidogo. Sijajua huwa mnawarisha nini. Kwa hiyo swala la mahusiano ni swala sensitive, maana linachukua uhai wa watu. Jambo ambalo vijana wengi hawalijui kuhusu uasherati ni hili hapa. Namba 1, unapokutana na mtu kimwili, unakuwa umeunganishwa naye. Wakorintho wa kwanza 6:16 naeleza kwamba au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja na yeye. Muulize jirani yako, mwenzangu umeungwa na wangapi? Sasa uuliza vizuri, kuna watu wana visirani, sijukambulia makwenzi. Kila unayekutana naye kimwili umeunganishwa naye. Nilikuwa nazungumza hiki kitu nisikie. Mmoja akatoa argument ambayo mimi I don't care, lakini ngoja nikwambie tena niirudie hii. Sikiliza. Kuna wakati Mungu anataka kukubariki kama kijana, lakini ndani yako anaona watu wengi. Yaani anataka ambariki Matayo, ndani ya Matayo anaona Mere ana mibaraka, ndani yake anaona Jessica ana mikosi, kwao wachawi. Ndani ya Matayo anamuona siji Justina kwao ni wahavi hamwezi kuelewa, watu wakandaziwa, ni mpaka hapa tu ndio wataelewa. Kwa hiyo Mungu anachanganyikiwa. Nikaenda mbali nikasema, unapofanya uasherati, hasa wale mnaokwenda mbali mpaka mnapokea mahitaji, matumizi na kadhalika, eti hujaolewa unakula hela ya kijana, wewe unatoa matumizi. Nikazungumza hili ambao ndio lileta argument. Nikamwambia hivi, unapokula pesa ya kijana ambaye sio mume wako kabla hujaolewa, umekula budget ya kwenye ndoa yako. Kwa hiyo kuna wakati utamwambia Mungu, nibariki na mimi mume wangu apate pesa nihudumie. Mungu anasema acha ujinga, tulimalizana ukiwa shule, ulikula hela, ulikula matumizi. Ni hivyo. Na kanuni ya mahusiano tunasema, ukiishi kama mwanandoa ukiwa single, utaishi kama single ukiwa kwenye ndoa. Simple and clear. Yaani ni hivi pastor, ukiishi kama mwanandoa ukiwa single, ukishaingia kwenye ndoa unakuwa single. Kwa hiyo yale mahitaji uliyokuwa unapokea ukiwa bado kijana yanakata. Mungu anasema haunilaumu kwa chochote. Yale matumizi uliyokuwa unarushiwa tulimalizana. Kwa hiyo huyu mwanamume acha relax. Ndio maana kuna wanawake hapo wengine mnasema mume wangu hanipi matumizi. Una uhakika haukula budget ya matumizi ukiwa binti? Tupungiane mkono kama unanisikiliza vizuri. Maana kuna wakati mnaweza kusumbua mchungaji, niombe, mume wangu hatoi matumizi. No. Mlimalizana ukiwa binti. Simple and clear. Kwa hiyo unapokutana na mtu kimwili umeunganishwa naye. Namba 2, kila unapofanya uasherati unaharibu hatima ya maisha yako kabisa. Hilo nimeshalizungumzia, naomba nisirudie. Ndio maana anasema ikimbieni zinaa. Namba 3, no. Namba 3, kila unapofanya zinaa unapokea laana au mikosi. This is very sensitive. Nisikiliza vizuri. Ni tamaduni, hizi tamaduni zimekuwepo na bado zipo. Mzazi alipotaka kumlaani mtoto wake, alimvulia nguo. Kwa hiyo unapovua nguo za watu mbalimbali wanakulaani. Yaani wewe unadhani unafurahia, kumbe unapokea laana. Kwa hiyo hata mzazi akikwambia nitamwaga razi, maana yake anatoa nguo. Wewe usifurahie binti anakuvulia nguo, anakulani. Pumbavu kwa jina la Yesu.
Wewe unasema mimi nimekuwa kidume, kumbe unapokea laana kabisa bila kuelewa. Kila aliyekuvulia nguo alikulaani. Habari njema ni hii, kwenye mikutano hii laana zote zitavunjwa kwa jina la Yesu. Njoo tuzivunjwe. Kwa hiyo kitendo hicho kimekuwa kikiendelea. Kimekuwa kikiendelea kama sehemu ya Qurani. Kwa hiyo nikikuuliza leo, umezini na watu wangapi? Wewe nijibu hivi, kwa kweli pastor, walionilani ni 5. Yaani usiseme nimezini na 5, asema walionilani ni 5. Kwa hiyo dhambi ya uasherati inafanya kazi ya kuharibu mwili na kudhoofisha akili. Hicho kimeandikwa hata kitabu cha Chad Guidance ukurasa wa 440. Kazi ya uasherati unafanya kazi ya kuharibu mwili na kudhoofisha akili na kuangamiza nguvu za kiroho. Lakini angalia leo ambavyo tumekuwa wajasiri, ndipo elewa kwamba uasherati unaangamiza nguvu za kiroho. Ni rahisi kwaya kuimba hapa na wanaimba kabisa na sisi tunawapa amina, kumbe anayepiga mikono ndiye anayebeba wanawake kwenye hiyo kwaya. Na wala hawana wasiwasi. Ni rahisi kumaliza kuimba na kusema zina inaangamiza. Vikitoka hapo vinaambatana kama kumbikumbi. Havina shida. Maana imeshaharibu uwezo wa kiroho. Hiyo ni kengele ya kwanza. Ukisikia, amka kwa jina la Yesu. Namba 3, kila unapofanya zina unatangaza kwamba wewe hauna akili. Yaani kila mtu anayekwenda kufanya zina anatoa tangazo kwa dunia kwamba mimi sina akili. Sikiliza Mithali 6:32 hadi 33 anasema, mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika kabisa. Yaani kwamba unajidai. Nilikutana na rafiki yangu mmoja, ninajua hata jisikia vibaya, akanipa ka notebook, anasema pastor, mpaka sasa nimeshalala na wanawake 89. Nikamwambia wao, hongera. Akasema bado naendelea. Yaani anaona hiyo ni akili. Anaona kabisa hapo ameupiga mwingi. Kumbe natangaza mimi sina akili. Kwa hiyo kile unapozini na unapofanya zina unatangaza huna akili. Sikiliza kitabu cha Adventist Home ukurasa wa 329 anasema, hakuna dhambi nyingine inayoshusha tabia na kuharibu nafsi kama dhambi ya uasherati. Nisikilizeni vijana, ndugu zangu mnaonisikiliza. Kama kuna mtu atashinda dhambi ya uasherati katika dunia ya leo, Bwana atambariki mpaka atashangaa. Dhambi ya uasherati na kula hatima za watu. Watu wanabaki chini. Wengine wamebaki kuwa walima vibarua, hawakuwa hivyo. Ni ile zinaa ulioifanya kichakani pale imekula hatima ya maisha yako. Ngoja nimalizie mahali hapa. Wana wa Israeli katika hicho kitabu naomba nikiache. Hapa ni habari ya Samsoni, namna ambavyo alivyozaliwa, kapewa maelekezo na kadhalika. Sasa Samsoni alikosea wapi? Alidharau maelekezo ya Bwana. Akajifanya mjanja. Mungu anamwambia wewe utakuwa mnadhiri, hakuna wembe utakaopita kichwani mwako. Samsoni yeye akadharau hayo maelekezo, akaenda kwa Filisti. Namba 2, alidharau maelekezo ya wazazi. Ngoja niwaambie vijana, wasikilizeni sana wazazi wenu. Hasa wale wazazi wenye hekima. Kuna wakati anakuzumu tu, anakuangalia, anasema huyu dogo anakoelekea atakufa vibaya. Lakini wewe unasema ndo sasa niko kwenye piki. Na mzazi akikuangalia analia. Anasema mimi sasa ninamsaidiaje huyu mtu? Na shetani alivyo ajabu, dhambi hii kisha panda kichwani, aisee, mtakuwa mashahidi ninyi mlioko hapa. Ukishaona mtu ameingia kwenye hii dhambi, akachukua mke wa mtu au mume wa mtu, anajiona kama bosi fulani. Yaani anawaona wote kama vikaragosi. Wote mafara tu, mimi ndiye nabeba wake za watu. Jamani, nasema uongo ukweli? Si unaona wanajua kabisa. Kwa hiyo ukishabeba mke wa mtu au mume wa mtu, unajiona wewe ndiye basi. Hii dhambi ina tabia ya kujaza kichwa ujinga. Katika jina la Bwana, Mungu akusaidie kuikimbia hiyo. Lakini namba 3, Samsoni hakujua wito wake. My brother, elewa wito wako. Mungu amekuita uwe nani? Usiuze hatima yako kifuani mwa binti. Binti, usiuze hatima yako kifuani mwa kijana. Wewe elewa umeitwa kuwa nani. Tunza heshima yako. Na by the way, ngoja niwaambie, madini yote ya thamani huwa hayako juju.
na kengele ya tatu kesho kutwa nitaizungumzia, hata wale ambao mnavaa kwa mivao ya ajabu. Yani unakuta tu binti hata hajijari, yani yupo tu amevaa, viungo vyote vya ndani vinaonekana. Ndugu yangu, dhahabu huwa inachimbiwa. Funika kwa nguo za kufunika. Atakuja mchimba dhahabu, utampa dhahabu yake kwa jina la Bwana. Usifunue dhahabu. Vijana wa kiume nisikilize, wewe ni madini, usitembee na boxa nje. Sikiliza, atakayeziona ni mchimba madini utakayepewa kwa jina la Bwana. Mungu awasaidie sana. Kwa hiyo uasherati ni dhambi mbaya. Wito ni huu hapa. Nimeyafuta makosa yako kama wingu zito na dhambi zako kama wingu. Unirudie maana nimekukomboa. Huo ndio wito leo. Mrudie Bwana, atakusamehe. Anza upya, usitende dhambi tena, utakuwa umepona kwa jina la Bwana. Mungu awabariki sana.